Ana wuod Gongo. Mimi ni mzaliwa wa hapa Gongo. Kendo chutho mai thurwa. Na kwa kweli hapa ndiyo nyumbani. Na winjo Yesu Kristo maja Nazareth kiyalo kapoda ng'ama tin. Nilisikia wakihubiri Yesu Kristo Mnazareti nikiwa mtoto mchanga. Kapoda nyathi matin makidoro. Nikiwa mtoto mchanga. To jachien nomondo kuoma gokinyi. Lakini shetani aliniraukia na asubuhi. Makadine onge Yesu wuod Nyasaye. Ambapo asingekuwapo Yesu mwana wa Mungu. To abi ayie ni dikora onge. Nami pia naamini singekuwepo. Kuom mano agoyo kamano ne waru kuma na winjo kiyalo. Kwa hivyo nashukuru wokovu niliosikia ukihubiriwa. Omiyo an be nabedo jatich Nyasaye. Mpaka nami pia nikawa mjakazi wa Mungu. Aluoro Nyasaye manotimo ni chunya waru. Naheshimu Mungu aliyeniokoa nafsi. Adwaro ni mondo achaka wache ni thuolo ni atimo tich Nyasaye piny Rongo. Ningependa niseme tena kwa wakati huu nafanya kazi yake Mungu kule Rongo. Kama Nyasaye oketa mondo abedie. Hapo ndio Mungu ameniweka niwe. Rongo kanyo emadakie kod joga duto. Hapo ndipo naishi na watu wangu wote. Rongo kanyo be ema wuoke gokinyi. Hapo ndipo nilipotoka asubuhi leo hii. Kabiro mondo achokra ka. Nikija nishirike nanyi hapa. Mama mamen oda. Mama ambaye ni wa kwangu. Ge nyathina miluongo ni Gloria. Na mtoto wangu ambaye anaitwa Gloria. Nyara miluongo na Kinyi gi Morin kod Wycliffe. Na binti yangu Akinyi Morin pamoja na mwanangu Wycliffe. Agiora mondo abi apak kod Yesu. Walinituma nije nisifu Yesu nanyi. Tiende ni ging'eyo ni an tiere ka. Kumaanisha wanajua niko hapa. Adwaro ni mondo ago kodu mbaka. Nataka tupige gumzo nanyi. Nikech kanyocha wawuoyo kod jakwath ni abiro biro ka. Kwa sababu tuliponena na mchungaji kwamba ningekuja hapa. To abe na penjo Nyasaye ni to kadhi tabia wachna. Nami pia nikamuuliza Mungu, je, nikienda niseme nini? Muma ni ng'eny to kwanyale yalo weche mane yete. Hii agano ni kubwa, tuwezi tukahubiri maneno yote yaliyomo pale yote. Kendo katuduong to nitie mabarua mondik ne Jo-Korintho. Lakini hata kama ni kubwa, kunao tu waraka walioandikiwa wana wa Korintho. Katuduong kamano to nitie mabarua mondik ne Jo-Filipi. Hata kama ni kubwa jinsi hiyo, kunao tu waraka wa Wafilipi. Koro napenjo ni Nyasaye kiora mondo adhi Manyata tabia wachna. Nikamuuliza Mungu, je, ukinituma niende Manyata niseme nini basi? Kuom mano ayudo wach ma Nyasaye dwaro mondo awach kodu, mamano ema dwa pogo kodu. Na kwa hivyo nikapata neno ambalo Mungu alikuwa anataka nishiriki nanyi, na hiyo ndio nitawasemea. Umuon koda, mnisamehe tu. Nikech ang'e ni samoro kabiro kata kachungo kato ibiro expect ni abiro yalo matek majibi ang' nogore pi. Kwa sababu pengine nikija hapa watu wanatarajia nitahubiri kwa nguvu watu waanguke. But I'm sorry, that is not going to happen. Timo mosmano kama nitimre kawuono. Kawuono wadhi mako mbaka. Leo hii tutatoa tu gumzo. Ang'e ni be pok ichokori e kanisa ma kotieki yal tikono ji ni chunguru malo ting'ane bagi walem wachne Nyasaye wach moro kasti gonyi dhi adhiya. Najua pengine hujashiriki kwenye kanisa ambalo watu wakimaliza unaambiwa tusimame tuinue mkono tuombe alafu watu wanatolewa waende. But for the first time it is going to happen here. Lakini kwa mara ya kwanza inaenda kutendeka leo. Kani neno kama gotim gik mamacho koke neno katimore teng'uon koda. Sasa ukiona yale yote ambayo nimesema ikitendeka uniruhusamee tu. Kakinya kanga sethi nikisha enda to jakwath kiny notima kako nyatimo. Mchungaji atatenda tu jinsi amekuwa akitenda. Amen. Amen. Ngato nyalo wacho ni to koro ma jachien nitie onego gol ni kanitie kata ni jachien bia gol ni mondo kapuna chake. Na mtu anaweza jiuliza okani na gole kaka mbaya. Mtu anaweza jiuliza na vile kuna pepo itaondolewa aje? Basi kama kuna pepo njoo ni kuondolee kama sijaanza funzo. Ndio kama ni jachien bia gol.
Nilikuwa naita yule ambaye ana shetani aje nimtolee. Kapok achako puonjo. Kabla sijaanza funzo. Kaka neno ubet ni chalo ni ng'ama nigi jachien onge ka. Nikana kwamba kuna yule ambaye ana shetani. Koro karibeduru mondo wawinj puonj. Basi mketi tusikie funzo. Nikech en puonj opogore gi yalo. Kwa sababu ni funzo si mahubiri. Inyalo bedo gi bugi gi kalamu. Unaweza kuwa na kitabu chako na kalamu. Nikech points mag weche mabiro wachogi abiro dwaro ni mondo donji nikende kane. Kwa sababu ningependa unakili yale nitataja na uikabidhi. Kao mano be ok nyalre ni. Kama hiyo pia iwezekani kwako. To watimo recording ka inyalo biro dhi manyo gi e YouTube kimanyo Foundation of Grace Revival TV tibiro yudo ka weche mwapuonjo gibiro bet ka. Unaweza itafuta kwenye mtandao kwa sababu hiyo inatendeka kwa wakati huu. Koro ine be yiero achiel mineno ka bende inyalo bedo gi note ka bedo gi note tek ni ng'ama jasinyor irit gi bi many gi e sime. Sasa ni wewe ndio utachagua ni gani itakuwa rahisi kwako, kama ni kunakili ama kutafuta kwenye mtandao. Gima adwaro ni mondo awuo kuome, yale nataka ninene, iluongo gi dho Kisungu ni the law of honor. Inaitwa katika lugha ya Kimombo jinsi ametaja the law of honor. Wabiro temo kete mondo winjre maber gi dholuo. Tutajaribu kuiweka katika ile lugha rahisi ya Kijaluo. Nikech dholuo wa nitiere gi weche mang'eny mag nywando moriwo kamoro achiel. Kwa sababu katika lugha yetu ya Kijaluo kuna jinsi wameweka maneno pamoja ikawa ni neno moja. The law of honor. Katika lugha ya Kimombo sheria za utukufu ama ukuu. Sheria za ukuu. Mane kama bora wachako bedo godo gi chandruok gi dho wacha. Hapo ndio tulikuwa tumeanza kuwa na shida na lugha yetu. Wan kod gimiluongo ni luor. Kuna kitu ambacho kinaitwa heshima ama utu. To luor opogore gi luoro. Lakini heshima ni tofauti na uoga. Nitiere ng'ama jaluor, korka nitiere ng'ama jaluoro. Kuna yule mtu wa adabu na kuna yule mtu muoga. Koro gima wadwa wuoye gi dholuo. Sasa yale tutanenea kwa lugha ya Kijaluo iluongo ni chik mar luor. Ni ile sheria ya heshima. Kamano. Amen. Donge winjore maber. Si unaelewa vizuri? Nyasaye Mungu noromo kod Musa. Alikutana na Mose. So Nyasaye manoromo kod Musa kosewaro jo Israel mogolo gi e piny Misri. Alikutana na Mose baada ya kuokoa wana Israeli na kuondoa kule Misri. Nyasaye nomiyo Musa gima wasome mani chike 10. Akapeana sheria 10 kwake Mose ambayo tunasoma kwenye Biblia. Chike go miongoni mwa sheria hizo opog gi manyadiriyo. Zimetawanyika mara 2. Nitiere chik mawuoyo e kind dhano kod Nyasaye. Kuna ile sheria ambayo inanena kati ya binadamu na Mungu. Aeto nitiere chik mawuoyo e kind dhano kod dhano wadgi. Alafu kuna ile sheria ambayo inasema kati ya binadamu pamoja na binadamu mwenzake. Ka Yesu obiro, Yesu alipokuja to puonjo chike go to wacho ni gin 2. Akafunza dhidi ya sheria zile akasema ni 2. To wacho ni chik mokwongo, akasema sheria ya kwanza wacho ni Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, gi ii duto, gi riekoni duto, gi tekoni duto. Inasema mpende Mungu wako na nafsi na moyo na kila kitu. Namba 2 owacho ni chik machielo man chal kod mano. Na akasema ile sheria ya pili ambayo karibu fanane na ile en ni dhano wadu kaka iherori iwuon. Ni kwamba umpende binadamu mwenzako jinsi unajipenda mwenyewe. To koni chiki duto
akasema sheria zote ambazo zi kwenye hizo sheria mbili. Kurukata kineno kangato nyagore diendi chigu sabato wale odok ni maler ni mane mowinjo kuom chik ni mane mamiyo ng'eyo ni en ng'at Nyasaye. Hata ukisikia mtu aking'ang'ana kwamba siku ya Sabato ndio siku teuliwe kwa Mungu, mwelewe tu ndio yake. Nitiere gima pok owinjo. Kuna kitu hajasikia. Amen. Amen. An be awacho, nami pia nasema ni ei chike ma Nyasaye nomiyo Musa 10, miongoni mwa sheria ambazo Mose alipewa na Mungu, zile 10, wanyalo pogogi weche 2 kendo. Tunaweza zigawa mara 2. Negin chike mag luor, kwamba ni sheria za heshima. Luoro Nyasaye kendo luoro dhano wadu. Kumheshimu Mungu na kumheshimu binadamu mwenzako. Okay, kuro wachako dhi. Sasa tutaenda. Awacho gi Kisungu mondo wachak wasudi kamoro. Nitasema katika lugha ya Kimombo na tusonge mahali. Ni all failure in life. Wale all failures. Wale ambao wameanguka maishani. Kimanyo gimaber gik makelo podho mag ji kata makelo fail mag dhano. Ukitazama utafute vitu vyote ambavyo vinaleta kufeli kwa binadamu, ibiro yudogi nene giwuok kuom gimiluongo ni koso luor. Utapata kwamba chanzo chao ni ile kutoheshimu, mawaluongo gi Kisungu ni dishonor, ambao tunaita kwa lugha ya Kimombo ama kwa Kiswahili kutoheshimu. Angeni abiro medo kwayo mono kaka deni mwana koda nikechone ngapia chinjili. To kawuono teko bilora hinya. Leo utaniruhusu tu kwa sababu nilifaa nihubiri, lakini leo haitashuka sana. Mbona kataka tuwaje jolemo to Nyasaye yangu nomani kaka biro konyore kodwa. Utanisamee tu hata kama wamekwazika washiriki, lakini watanisamee. All failures in life can be traced in dishonor. Wale ambao wamefeli maishani inatokana na kutoheshimu. Sasa ya mangato okoso luor. Wakati wowote ambao mtu amekosa heshima, to luor ni kod ji ariyo manyaka miye. Heshima ama nidhamu ina watu 2 ambao lazima wapewe. Number 1, nyaka luor Nyasaye. Kitu cha kwanza ni kumheshimu Mungu. Number 2, nyaka luor dhano. Ya pili ni kumheshimu binadamu. Wan gik ma dhano waduk nyalo miyi to Nyasaye manyalo chiwoni. Kuna vitu ambavyo huwezi ukapewa na binadamu mwenzako, ila tu utapewa na Mungu. Wan gik ma kata kidwaro gi kuom Nyasaye to Nyasaye nyaka miyi kokalo kuom dhano wadu. Alafu kuna vile ukivitaka hata kutoka kwake Mungu, lazima Mungu atakupatia kupitia binadamu. So the best way ma inyalo kwenyori godo gi gigi misebedo kilame monenge yude en koso bedo kod luor. Na ili ukose vitu ambavyo umekuwa ukiombea ni kuwa mtu ambaye hajaheshimu. Na bibi no kiluoro no samoro nitie giri mokano kuoni. Yule ambaye hujaheshimu, pengine kuna kitu chako kimewekwa ndani yake. Na bibi no kiluoro no, yule ambaye hujamheshimu, nitie giri moro ma samoro okano kuoni. Kuna kitu chako pengine imewekwa kwake. Okay, koro wadhi nyime. Tuendelee basi. Mondo wamanya nene ni to luor toena. Tutafute ama tuone basi nidhamu ama heshima ni nini. Okasomo muma tabiro somo mumbe ng'eny beleka. Kuna agano nyingi tutasoma. Kiluor ni to kawuono ni iyale muma kusomo. Abiro somo mumbe ng'eny beleka. Kuna agano nyingi tutasoma, usiogope kwa haleluya. Amen. Jadumu dongo ne kasabe. Amen. Kasawa ni. Naona wakati si mbaya.
Okay, luor en ang'o? Heshima ni nini basi? Inyalo ndike. Unaweza andika En gima iluongo ni the discerning, the celebrating and the rewarding of the uniqueness, of usefulness, of excellence. Umeandika? Yeah, ubiro ndiko rema be. Honor starts with discerning, discernment or discernment. Honor starts with the discernment of uniqueness, discernment of usefulness, the discernment of excellence. Wawinjore kanyo? Tunapatana? Wao jo wanda tulimu wabio loko ne gibiro winjo na keti ne gibiro winjo. Tutatafsiri kwa Kijaluo. Andika tu kwanza. Honor starts with discernment of uniqueness, discernment of usefulness, discernment of excellence. Aeto kawatieko kanyo, ukimaliza pale to wadhi e gimiluongo ni dishonor. Sasa ile kutoheshimu, koso luor. Mondo ng'ato bed ng'ama ikwano ka ng'ama okoso luor, ili mtu haisabiki kama yule amekosa nidhamu, nyaka bed ni en ng'at mokawo gik moko kanono. Ni mpaka awe yule amechukulia vitu, ameambilia tu patuko. Okawo gik moko mayot, amezichukulia tu hivi hivi, moko neno mayot, anaviona tu hivi hata hivi. gimoro manyalo konye to neno gino mayot. Hata kama ni kitu kitamsaidia ameichukulia tu hivyo. Realizing of value, realizing of usefulness, and to dishonor mean to take for granted, to lightly esteem. Ile hujaichukulia maana, utochukulia maana. Awinjo kawa itie gima wabiro winjo. Ni kana kwamba kuna kitu tutaelewa. Kendo kike par ni Nyasaye biro. Na usifikiri Mungu atachelewa. Ma e wach maduong' moketho kanisewa manochakore chon miluongo na gia. Hili ndilo neno imeharibu madhehebu zetu ambazo zilianza kitambo, zile zinaitwa za kulia. En kawo gik moko e yo mayot. Ni kuchukulia vitu hivi hivi tu. Kawo gimoro ma okineke miye maana. Kuchukulia vitu bila kutilia maanani. Achaka noni ketaneno ka ng'ato chandore. Awacho ni to dishonor is trivializing of value, trivializing of usefulness. To dishonor mean to take for granted or to lightly esteem. Kutochukulia Gini kao mayot, umeichukulia tu hivi hivi. okine pek mare. Uone uzito. Amen. Hata kama to point machielo, Nitasema point nyingine. gimiluongo ni luor en kodhi. Kitu ambacho kinaitwa nidhamu ni ile ya utu. Honor is the seed for access. Ni ile mbegu ya kizazi. You can only access what you honor. Unaweza pata tu kitu ambacho unacho ama umeheshimu. Ka ukichiwo luor ne gimoro ok nyal yo.
Usipoheshimu kitu huwezi ukaipata. Imaoke miyo luor be ok nyalo konyi. Kile ambacho hujaheshimu pia hakitakusaidia. Okay? Number 2. Cha pili, dishonor also is the seed. kutoheshimu pia ni mbegu. It's the seed for closed doors. Kama mbegu ni ile ya kufunga milango. It is the seed for the closed doors. Ni ile mbegu ya milango iliyofungwa. Amen. Kosa bedo gi luor. Kutoheshimu tu En kodhi. ni mbegu. To en kodhi mag dhoudi mochiegi. Ni mbegu ya milango iliyofungwa. So, esa asaya mineno ka nitiere dhoudi molorore e nyimi ma ok oyawore. Wakati wowote ukiona kuna milango imefungwa mbele yako ambayo imefunguliwa, Bichunge nyimgi in the name of Jesus. I must access in the name of Jesus. Wethagu lioko biwi. sasa usijisumbue kwamba katika jina la Yesu nimezifungulia, haitasikia. Nitiere gima nyaka idogi mitim kendo nitie gima nyaka ifwenyi ni iwe time momiyo dhood noloro. Kuna kitu lazima urudi utende na kuna kitu lazima utambue kwamba ulikosa kufanya, ndiposa milango imefungwa. Hallelujah. Amen. Okay, kuro ndiko chako chwer kako. Sasa tunaanza kusoma maandiko. Wachaki giwachna winjo kosebiro sani ma okaketo pinye kitabu mar Isaya. Tuanze na neno ambalo nahisi imekuja ambayo sikuweka chini katika kitabu cha Isaia. Nyasaye wuoyo kod jatichne miluongo ni Kuros. Mungu ananena mtumishi wake ambaye anaitwa Kuros. E kitabu mar Isaya 45. Katika kitabu cha Isaia 45. Nyasaye wacho ne Kuros jatichne mowalo. Mungu anamwambia Kuros mtumishi wake ambaye amemtaua. Owacho niya, anamsema hivi. Jehova wacho ni Kuros ng'ate mowalo. Mwenyezi Mungu asema hivi juu ya Koreshi mtu wake. Malwete marachwich osemako. Ambaye mkono wake wa kulia imemshika. Ando loge dini nyime. Ili ashinde ufamate mbele yake. Kendo anamir wundi obedi ka giluor. Na tena nitafanya wafalme wawe wakiogopa. Ando yao dhoudi e nyime. Na kufungulia milango mbele zake. Kendo dhorageye ok nolor. Na tena milango haitafungwa. Anytime manato yudo kochopo e dhot molor. Kila mara mtu akifika kwenye milango iliyofungwa. Wachna machiel mondo ging'e Nyasaye oseweyo dhi e nyimi. Kitu cha kwanza ni kwamba Mungu ameacha kuenda mbele yako. To sasa ema Nyasaye owe dhi e nyim ng'ato dhoudi nyaka bed kolor. Na kila mara Mungu akikosa kwenda mbele ya mtu lazima milango ifungwe. Kendo rageye mondo gidonjie mondo ikaw nyinge ni mane idwaro nyaka dong' kolor kanyo. Na milango ambayo ungeingia uchukue vitu vyako ambavyo unataka itabaki kifungwa. To mondo Nyasaye owe dhi e nyimi. Ili Mungu akose kwenda mbele yako. Nyaka bed ni nikoso luor. Ina maana pengine ulikosa heshima. Wach mwando kunyo kawuono ni duong'. Neno hili la leo litakuwa kuu. Wach ni duong' le. Ni neno kuu. Wach mwando wuoye ni duong'. Neno ambalo tunaenda kunenea ni neno kuu. Wan gi joma biro ir jakwath ni lamna Nyasaye jatich Nyasaye yore olorore. Kuna wale wanamwendea mchungaji, niombe mtumishi wa Mungu, milango imefungwa mbele yangu. Jakwath dwa konyi okonego koni ni gochomi piny alani. Kama anataka kusaidia hafai kukwambia gotika ni kuombe. Onego penji kama iniwuon ni kose luor. Anafaa kuulize mali wewe mwenyewe ulikosa nidhamu. Momiyo ineno ka gik molorore go odong' olorore. Ndiposa yale yamebaki yakifungwa mbele yako. Nyasaye wacho nodhi e nyim Kuros. Mungu anasema anaenda mbele zake Koreshi. Nikech bade ma korachwich omako Kuros mondo odhi olo ogendini. Kwa sababu mkono wake wa kulia umemshika Kuros aende ashinde umati. To wacho ne ni ruodhi nobed koluor. Na anasema wafalme watakuwa wakiogopa. To kono Kuros ni dhoudi bende biro dong' koyaw. Na anamwambia milango itibaki ikifunguliwa. Okoni ni nyaka dhorangeye be ok nodong' kolor. Na anasema hata milango pia hayatabaki yakifungwa. Now, ma ng'ato Nyasaye ma wacho ni Nyasaye nomake e dalagi e kind ji e dier chokgi. Basi huyu ni mtu anasema Mungu alimshika miongoni mwa watu wakokwa. Omiyo dhoudi olor e nyimi. Kwa nini milango ikafungwa mbele yako? Dishonor.
luoro Nyasaye kata ikoso luoro ji. Pengine ulikosa kumheshimu Mungu ama ulikosa adabu kwa watu. Be wawinjore? Je, tunapatana? Okay. Yenauru monda chak kod part miluongo ni disona. Samoro ene mabiro wuoyo kuome maduong' nikech kaluwore gi time to gi weche monego walere iye kanyo. Pengine mtanenia tu ile kutoheshima kwa ajili ya muda. Nikech bende it is the worst part mar message madwa puonjoni. Koro kama dwenda deal go ahinya. Hapo ndiyo lengo kuu, ndio maana nataka tufafanue pale. Wadonge kitabu mar Chakruok. Turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Emane kod wach ma wadwa chako godo. Hapo ndipo tunalo neno tutaanza nalo. Genesis chapter number 9. Mwanzo 9 from verse 20 to 27. Kuanzia 20 mpaka 27. Wiki kuwili wacho maluka. Usisahau na zile alama ambazo tumezinakili pale juu. Wawacho ni luor en kodhi. Tumesema heshima ni mbegu. Tokoso luor bende en kodhi. Na kutoheshimu pia ni mbegu. Unajua mtu atavuna tu yale yeye mwenyewe alipanda. Uwezi sema ulipanda mahindi na kuvuna unataka uvune kama mtu amepanda mbegu ya heshima, basi ni heshima atavuna. Because honor is the seed. Kwa sababu heshima ndiyo mbegu. And it is the seed for access. Na hiyo ndiyo mbegu ya kupata. To dishonor, kutoheshimu, also is a seed. Pia ni mbegu. And it is the seed for the closed doors. Na ni mbegu ya milango iliyofungwa. Bengato doto lureni. Je, kunaye mtu milango imefungwa mbele yake? Koro yate winje maber. Basi kunayo dawa, usikie vizuri. Amen. Amen. Biro kwayo jasomo mondo som koda wach mondike kitabu mar Chakruok. Nitaomba msomaji asome nami yale yamenakiliwa katika kitabu cha Mwanzo. Ochiko West Matindo kawachako 20 nyaka 27. 9 kuanzia yake ndogo 20 mpaka 27. Akinide umeyo na jasomo ni kipasa sauti sama podwate momano wakati tunafanya yale. Owacho ya? Yes. Kendo nochako bedo japur. Mino pidho puoth mizabibu. Kendo nochako bedo japur. Mino pidho puoth mizabibu. Mino madho kong'o momer. Kendo nobedo duk ei hembe. Kendo Ham ma wuon Kanaan noneno duk mar wuon. Mino wacho ne owetene ariyo mane ni oko ni Shem gi Jafeth nokawo nanga negi keto e gokgi, negi donjo ka giwuotho gi ng'egi mi gium duk mar wuongi, to wang'gi nolokore mine ok gineno duk mar wuongi. Kendo Noa nochiewo e kong'o mi nong'eyo gima wuode matin notimone. Mino wacho nokwed Kanaan enobed misumba. Nopidho muzabibu. Wakati alipanda mizabibu, chieng' moro Noa nomadho kong'o. siku moja alikunywa divai Ma Noa omer. na akalewa. Noa komer to nodong' koninde ode duk. Alibaki akilala chumbani mwake akiwa uchi. Onindo duk ng'eni nono kaka nonyuole. Alilala uchi jinsi alijaliwa. Noa nigi yawuoyi adek. Na Noa alikuwa na wana 3. Wuod Noa mar ariyo iluongo ni Ham. Mwanao wa pili anaitwa Hamu. Kobiro to yudo ka wuodgi onindo. Alipokuja akapata baba amelala. Oneno ka wuodgi onindo duk. Na alipomuona amelala uchi, To nyiere. akamcheka. Oluongo wetene. Akaita ndugu zake. Iune kaka babo
Koreo ni ndugu. Hebu jioni mkuje muone jinsi baba amelala uchi. Ni mama otemo kadi motemo uoyo. Ni kana kwamba alijaribu kunena. Yaani naye kimete duni timo dala kala chana. Hii ni kitu mzee anafanya hapa ni mbaya zaidi. Obu Koreo ni ndugu kama mbe hana kurega no wema ndo kwa to kubikone hebu kako ni ndugu. Ndiposa huwa anamwambia aache kunywa pombe na sikio. Ona vile amelala uchi. Wale ndugu zake wawili Leo kodonge maji. hawakuingilia neno ile. Gina negative. Yale walifanya. Mama kwa nege kao manga. Walichukua nguo. Tomato mako kone chia. Mwingine akashika upande mwingine. Nato mako kone chia. Mwingine pia wakashika wakaeka begani. Vitu vipo tokikage. Wakaeka begani wakatembea Kage tobo kubali ndio nini. wakielekea mahali baba alilala. Mungu ndugu. Wakafunika uchi wake baba. Kage lo koreto kinene. Walipogeuka wakumuona akiwa uchi. Ini note moreka noga kendo nendo. Ilifanyika wakati alikuwa mlevi akilala. To kama wa uchio. Lakini alipoamka To no fwenyu gima note more maunge ngamonja. akagundua yale yalitendeka bila kuambiwa na mtu. Fwenyu nia. Akagundua kwamba Muone matendo. No chalo kagimo chae. Mugoyo marach kume. Enyim jowetene. Shinda mimba ni kana kwamba alikosa adabu kwake akamnenea vibaya. Ingeni gima nowacho? Unajua ni nini alisema? Okuongo kana. Kanani alaniwe. Nane ngawa. Kana nene nyathi Ham. Kanani alikuwa mtoto wa Hawa. Firstborn Ham. Ham. Firstborn mare. Mtoto wake wa kwanza Okuongo. amelaaniwa. Kendo wacho nene ya. Na akaambiwa yeye Odhi bedo jatich mag owetene. atakuwa mtumwa wa watu wa ndugu zake. Nitiere kama ji nong'iewe kuom. Kuna mali watu walinunua laana Kagin ok ging'eyo ni ging'iewo kuom. bila kujua kwamba wananunua laana. Amen. Amen. Nitiere kama ji nong'iewo godo kuom. Kuna mali watu wakanunua laana Ka ok ging'eyo ni ging'iewo kuom. bila kujua kwamba wananunua laana hiyo. Kanyo endo iluongo ni to dishonor. Hao hapo inaitwa kutoheshimu, Also bedo gi. kukosa adabu. Nyalo mi ing'iewo kuom. Ibi kia ni ng'iewo kuom. Unaweza fanya ununue laana bila kujua kwamba unanunua laana. The same spirit emane tiyo e odwa mane walene mane iluongo ni dala Jokajia. Hapo ndio hiyo roho ilikuwa inafanya kwenye chumba chetu ambacho tulikuwa tunashiriki iitwayo kile cha kulia. There was a time manademo na bia limo kanisa moro. Kuna wakati nilienda nishiriki na kanisa lingine. Tayudo ka joma nie kanisa no gini luongo gini mon mathuondi gi chuo mathuondi. Nikapata wale ambao wako kwenye kanisa ile wanaitwa washujaa. Jatich Nyasaye mabang'e achien kana atieko kawuoke kana duga fwenyo ni ene jakwath nikech ng'ama no invite church ne ene jayalo. Koro kana atieke kana duga fwenyo ni ng'ama ni muogo to ene jakwath. Nikapata kwamba yule walikuwa wanamlelea ndiye mchungaji. Jomo bedo piny kunia. Wale ambao wameketi Kanyo tiriamo wanwe kwere wani. hapo umedanganya, tunakwambia kwa Ndio Mungu. chungo mamine sieme to joma chuo bende sieme jing'ur manyaka joyuth ng'ur. Watu wamesimama kila mtu wanamkanya mpaka wanashirika. Wan mana kaka gima ne wuotho godo no chalo nikech en kama ne wacho ni richo ikwere wanna. Hivi ndio tulikuwa tunatembea kwa sababu walikuwa nasema dhambi inaonyeshwa dhambi. Wano kwa Mungu wa. Sisi hatufichi maneno. Wacha leo. Sisi tunasema dharani. Eyor no. Katika njia hiyo, Joma nodonge ngima no bima iduoche. hebu ende utafute walioishi ama Joma ne wan walio makwiri kwere wani enyimi ji. Wan makwiri kwere wani bima iduoche. wale wa sisi tunasema tu wazi mbele ya watu, ende utafute makwao. Yonge to nyithind kibeo gima nando wachi. Hawapo watoto wao pia wapo ambao wanaweza kufuata neno waliotembea nalo. Nikech ndiko wacho ni luor gi jogo winjore mondo luor. Kwa sababu andiko inasema heshimu wanaostahili kuheshimiwa. Dala ka dala nigi wuon. Katika boma kunaye mwenyewe. Kama wabete decha Mali tumeketi hapa, wakuoke dala chini. hatutoki boma moja. Okata muli ya mtu joka na. Hata kama nyinyi ni wana wa mtu, Natokana to dege
Kila mmoja ana boma yake. Je, kuna kitu mtu anaweza kubali tendeke kwake? Na wengine pia anaweza kataa. Wana wa mtu wanaweza tawanyika kwenye mawazo. Jinsi mtu anaongoza kwake ni tofauti na mwingine. Na ni watu wa mtu tu. Kwa nini yale yatendeke? Kwa sababu kila boma ina kiongozi. Ndiposa kila kanisa heshima inaanza popote watu wapo. Mali huko hapo kwa boma, lazima uheshimu boma hiyo. Lazima uheshimu sheria za hiyo boma. Ukipita pale, utoke pale ukuja, lazima uheshimu kanisa na sheria za kanisa. Ukitoka hapo uende kwenye ofisi mali unafanya, lazima uheshimu ofisi hiyo na hizo sheria zinazo. Ukitoka uende sokoni, unataka uuze uwe na mali, lazima uheshimu soko na sheria za soko. Yule ambaye amekataa heshima, yule amekataa kutembea na heshima, lazima apoteze kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Yesu. Ala monyo saidi katakao kilemu mataka kaka ukidilemu lakini winyo tago mbuni wache mo tiwijile. Nilikuwa naomba Mungu upate kusikia neno. Emumiyo miere wa mano chakichona kanisa wa mabeyo maguwaro mano dagirifo. Ndiposa kanisa zetu nzuri za uokovu ambazo zilikataa kubadilika. Kejiufuo tugirano mifuono ewatinya saiba bibutu nyaka githo. Na walianzisha wakiwa kumbavu na wakakatalia hiyo kumbavu ndio lazima waende nayo. Leo hii ukiwatafuta utapata, leo hii wanasiasa wanaisha. Kitu cha kwanza ambacho kinawamaliza ni kutoheshimu. Kanisa wa Marwaro, kanisa letu la wokovu, enema okunokujeji igoro. Hapo ndipo watu hawakufunzwa heshima. Kedokana se wali terom ginyama no yalo. Na baada ya kuokoka unalinganishwa na yule aliyekuhubiria. Kedo ni mtu machalo, kedo marom. Unataka mfanane kwa matembezi. Au kufunzwa ile njia kamili. Ngato nyalumo ya kuya kako. Mtu anaweza nena tu jinsi anapenda. Na zaidi kile ambacho wako wanajua. Chike malito. Sheria ambazo zinalinda madhabahu. Kile wakole wenzangu hawajui ni sheria ya kulinda madhabahu. Hebu enda utafute mtu umuulize madhabahu mali wamekataza ile wanafanya nini? Si wakole. And the only reason mumi your spirit magela mono doju kumgigita iko. Na kwa nini hiyo roho ambayo wanaamini inawaingilia? The law. Ile sheria ya madhabahu. Ungibumiyo. Unyalulende kanisa ni malamo ungibuko anone dongo. Gigi kibanya sai kwande mapinde moloya. Mage mahukuneno ni dongo. Nikechukua. Kwa nini zile maushuda mnasema ama miujiza mnasema Mungu anahesabu? Hizo ni ndogo kwake Mungu kwa sababu hamjaheshimu. Wanga kijoma ni tini ndio ni goberni or your scholarship talk inyali yudo dikete lack of. Kuna wale ambao watoto wao wangefaa wapate scholarship kwa sababu si lazima utembee na karatasi kisha kuna milango inafaa iwe imefunguliwa. Mungu anamwambia Koreshi, usisahau na neno tulisoma katika Isaya 45. Mungu anasema
oseyudo Kuros ng'ate mowa. Amempata Kurush mteule wake mkuu. Malwete marachwich omako. Ambaye mkono wake wa kulia umemshika. To reason momiyo omake. Na sababu ambazo ameshikwa. Olonge gini. Ameshinda umati. Namba 2. Cha pili. Ruodhi. Mifalme. Obedo koluor. Wameogopa. Namba 3. Ya tatu. Dhoudi. Milango. Kik lore nyime. Isifungwe mbele yake. Namba 4. Ya 4. Dhorangeye. Milango. Odong koya. Ibaki ikifunguliwa. Kumaanisha onge dhoot moro